بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى. سالنا سلام zimshukie mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu nyumbani kwake na masahabaze na waamini wote watakaofuata mwenendo wake wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tumomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Naam, tunaendelea na darasa letu kwenye kitabu chetu Mtume alayhi salatu wassalam ndani ya Ramadhani. Na leo katika kikao cha 4 tuko na maudhui isemayo iftaruhu sallallahu alayhi wasallam fi Ramadhana, iftari yake Mtume alayhi salatu wasalam ndani ya Ramadhani. Bimaana alikuwa anafuturu kitu gani? Alikuwa anafuturu nini ya Mtume alayhi salatu wasalam? Hadithi ya Anas ibn Malik, Allah amridhie, akisema kwamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anafuturu tende za rutab kabla ya kusali. Fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin, ikiwa hana rutab basi anafuturu tamri. Fa in lam takun hasawatin min ma'in, ikiwa hana hizo tende hizo tamr basi anafika anakunywa maji. Tazama hivi vitu vitatu. Kwa hiyo nifate ili uelewe utofauti wa hizo tende tulizozitaja. Idha aftarta min siyami yaumika faftir ala rutab, utakapofuturu saumu ya siku yako ambayo ulikuwa umesaumu wewe unafuturu, basi anza kufuturu tende inayoitwa rutab. walitakun rutabatun qalilat, na ziwe ni tende chache tu, hapana kula nyingi, 1, 3 basi, sio mpaka kula nyingi ukazidisha kipimo. Fa in lam tajid rutaban fa ala tamarat, ikiwa kwamba hutopata tende inaitwa rutab basi tumia tamr, tumia tende ambayo inaitwa kwa jina la tamr. Fa in lam tajid tamarat fa ala hasawati mimma in, na kama hukupata hizo tamr basi tumia maji, kunywa maji, lakini sio kunywa maji lita 10 la. Hizi tende at-tamr wa rutab, utofauti wake uko wapi? Tukisema al-balah ni zile tende ambazo zinakuwa bado zingali mbichi za rangi ya njano kama vile jinsi zinavyotoka kwenye mti. Ama tukisema ar-rutab ni zile tende ambazo zimeanza kumili katika kuiva, yaani unapoitazama unaona kana kwamba sehemu moja ingaliki na kaubichi, sehemu nyingine imeelekea katika kuiva. Ama tamru ni tende ambayo imekwisha wiva, yani ile picha yake ya ubichi umekwisha malizika. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anaanza kufuturu rutab, hizi ambazo tumesema zinaelekea katika kuiva. Akikosa ndo anatumia tamr, akikosa tamr anatumia maji. Allahu akbar. Kwa hiyo hivi vitu vilivyotajwa
Kwa nini Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anaanzia rutab? Kwa kweli rutab ina faida zilizokuwa nyingi mno. Acha tuchukue tu faida yazo upande wa wanawake wajawazito. Wengi wanasumbuliwa na matatizo upande wa kuzaa. Kuna faida ipi? Allah subhanahu wa ta'ala kamwambia Maryam katika suratu Maryam aya 25 hadi 26, وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Kwamba Allah anamwambia Maryam, tikisa huyo mti, tikisa kwenye shina la huyo mti, yani pale kwenye asili ya ule mti apatikise. Tusaqit alayki rutba, mti huo utakudondoshea rutab, zile tende za rutab zile tulizozisema kwamba zingaliki na picha ya ubichi na zinaelekea katika kuiva. Rutab janiya, tende ambazo zingaliki mbivu. Allah akamwambia Maryam, fakuli, kula, washrabi, na unywe, waqarri aina, na macho yako yaburudishe kwa hicho kizazi ambacho kinachokuja. Kwa hiyo hizi tende za rutab zina fawaida kubwa sana upande wa wazazi ambao wanataka kujifungua. Anasema mmoja katika madoktor ambaye anaitwa Mahmud An-Nusaimi, aliandika kitabu chake kinaitwa At-Tibb An-Nabawi wal Ilm Al-Hadith, tiba ya kiganga, tiba ya kiutume pamoja na ilmu ya kisasa. Fanya comparison, muqarana, kwenye kitabu cha pili ukurasa wa 293 mpaka 294. Akasema hivi: ومن حكمة هذا الإكرام الرباني ومن حكمة هذا الإكرام الرباني الطبي, katika hikma za ikramu hii ya kutoka kwa Allah, ikramu ya kiuganga, ni kwamba أن الماخضة تحتاج إلى الأشربة أو الأطعمة السكرية. Mwanamke mwenye machungu, hii ni faida wale wazazi waipate. Mwanamke mwenye machungu anahitaji vinywaji. Wakati mwanamke yupo katika machungu, anahitajia vinywaji au vyakula ambavyo vinakuwa viko na sukari. Kwa nini? Sheikh anaendelea kusema, au daktari anaendelea kusema kwamba kwa sababu wakati huu mwanamke yupo katika machungu, kifuko cha uzazi huwa kinakuwa kana kwamba vile kinanyonya sukari ambayo iko katika mwili wa mwanadamu. Na hii inatokana hasa idha tala zamanuhu, itakapofanya muda mrefu, pakipita muda mrefu yuko katika hali hiyo ya machungu. Akaendelea kusema doktor, wali anna sukara al-inabi wal vitamin B1 yusaidani ala taqwiyati at-taqallusat ar-rahmiyya, kwamba sukari ya mizabibu, mfano yani sukari ya mizabibu au vitamin B1, hivi vinamsaidia mwanamke katika kuja kuweka nguvu kunako kile sehemu za kifuko chake cha uzazi, katika sehemu ambapo inakuwa ni katika njia za mtoto kuweza kuja kutokea, at-taqallusat ar-rahmiyya, ambayo Wafaransa wanaita contraction utérine. Hivi vitu vya sukari vinakuja kusaidia hii sehemu. Wa huma mutawafirani fi rutab, na hivi vitu vyote vinapatikana katika tende ya rutab. Wasukaru hadha sari'u al-imtisas min jihaz al-hadm, na hii sukari ambayo inapatikana katika hivi vitu tunavyovizungumza, ile mashine au ala au kile chombo ambacho kinasaidia kutafuna vyakula, kusaga vyakula, kinaivutaga sukari kwa wepesi sana. Kwa hiyo hizi ni katika hikma, al-hikmatu rabbaniyya.
Kuna mwingine doktor ambaye anaitwa Hassan Shamsi Basha. Doktor huyu katika kitabu kinaitwa Al-Aswadan At-Tamr wal-Ma, vyeusi viwili, tende na maji, kwa nazungumzia faida hivi vitu katika ukurasa wa 59 hadi 60, kwamba waandishi wengi wa vitabu walizungumzia athari kubwa ya tende ya rutab katika kuja kufunga kifuko cha uzazi. Wakati mwanamke anapozaa, kile kifuko chake cha uzazi, akitumia tende za rutab, zinamsaidia kile kifuko kujifunga kwa haraka. Inamsaidia kile kifuko kujifunga kwa haraka. Kadhalika katika fawaida za tende hii ya rutab, kama jinsi wanavyosema madaktari, ni kwamba kwanza tushasema inasaidia kifuko cha uzazi kujifunga. Kadhalika tende ya rutab inasaidia zile damu ambazo zinatoka baada ya kuzaa kuweza kujifunga kwa haraka. Kama damu zingitoka kwa wingi, tende ya rutab inasaidia damu hile kuweza kujikusanya na kufunga, kuziwilika kutoka kwa wingi. Haya ameyasema daktari mmoja katika kitabu ambacho kinaitwa Al-Ilm wal-Iman. Kadhalika hii pia tende ya rutab inamsaidia mwanamke kuweza kuzaa kwa wepesi. Wakati mwingine hata mwanamke ambaye atakuwa amefanyiwa operation, upasuaji, kapasuliwa, kazaa kwa kupasuliwa, wakati labda ameandikwa kwamba vile atazaa kwa kupasuliwa, anapotumia tende hizi za rutab, hizi tende zinasaidia wakati atafanywa wakati atakapopasuliwa, mtoto kutoka salama na yeye mama pia kubaki salama. Tende ya rutab inasaidia mzazi kubaki salama na mtoto kutoka salama baada ya amaliyati ya operation ya upasuliwaji. Na baada ya hapo pia itamsaidia kile kifuko cha uzazi kujifunga kwa haraka baada ya mtoto kutoka, yani hakitochukua muda mrefu, na pia damu kukauka kwa haraka. Yani inasaidia hivi vitu vyote. Na hii tende ya rutab inasaidia kifuko cha kizazi kurudia na nafasi yake kama jinsi ilivyokuwa mwanzo kabla ya mtu kuwa mjamzito. Tende ya rutab inamsaidia mwanamke kurudi na nafasi yake kabla ya wakati ajao mjamzito. Inamsaidia hivi vitu vyote. Haya ndo wakati mtu umekusha kosa hiyo tende ya rutab, unafuturu tamr. Na hii tamru pia ina faida zake nyingi sana. Imethibiti kwenye hadithi ambayo amepokea Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema baitun la tamra fihi jia'u ahlihi, nyumba ambayo haina tende ndani, basi watu wenye nyumba hiyo wapo njaa kabisa. Na imethibiti kwamba Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anatumia tende kwa maziwa ya mgando, au wakati mwingine alikuwa anatumia tende peke yake bila kuchanga na kitu kingine. Na hii tende ambayo tunakusudia hapa ni tende ya tamru. Nayo pia ina faida, miongoni mwa faida zake na kuja kuweka sawa maini. Ni moja katika tiba za maini. Kadhalika tende hii ya tamru inakuja kuponya, ni tiba katika ugumu ambao unaopatikana kwenye koo ya mwanadamu. Kuna wakati mwanadamu unasikia ndani ya koo kana kwamba pamikauka. Tende hizo zinasaidia kitu kama hicho. Na faida zake zipo nyingi sana, ukirejelea katika watu wenye fani zao, waganga, watakupatia faida nyingi kusikana na hicho kitu. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa akikosa tamr, basi alikuwa akitumia maji. Na haya maji yana faida kubwa sana. Sayyidu sharab, maji ndio kiongozi wa vinywaji vyote. Madatul haya,
Maji ndio madini au ndivyo vitu ambavyo uhai unasimamia kwavyo. Arkanul alam, kama anavyosema Ibn al-Qayyim al-Jawzi, ni moja katika nguzo za ulimwengu, bali ruknuhu al-asli, bali ndio nguzo ya asli ya ulimwengu imesimamia kwenye maji. Ibn al-Qayyim al-Jawzi kwenye kitabu chake At-Tibb an-Nabawi alizungumzia maji masafi. Maji masafi ni maji ambayo yanabidi yao yamepatikana katika takriban njia 10. Takriban njia 10 za kupatikana kwa maji yaliyokuwa masafi. Au kuna karibia sifa 10 za kutaka maji yawe masafi. Mtu kirejelea kitabu utapata hizo faida. Yaani bimaana maji yawe mazuri katika kutumia. Kuna sehemu ambapo akazungumzia kwamba na haya maji yote yenye hizo sifa 10, yenye hizo njia 10, hauwezi ukayapata sehemu yoyote isipokuwa kwenye mito minne, kwenye fleve 4: An-Nil, Al-Furat, As-Sayhun, Al-Jihun. Hizi fleve 4, hii mito minne hii ndiyo ambayo imeeneza hizo njia zote 10 ambazo zimetajwa. An-Nil maarufu inafahamika, Fleuve Nil kwa lugha ya Kifaransa, Fleuve Nil. Al-Furat, Efrate. Ama Sayhun leo inaitwa Sirdaria. Ama Jayhun inaitwa Gion. Hizi fleuve 4 ndipo ulikuja kwenye hadithi Mtume alayhi salatu wasallam aliposema Sayhan wa Jayhan wan Nil wal Furat kullu min anharil janna. Hii yote minne ni mito miongoni mwa mito ya peponi. Hadithi alipokea Imam Muslim. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, hivi vitu elewa ya kwamba viko na manufaa, vina faida iliyokuwa kubwa sana. Kumbe cha kufanya ni kitu gani ambacho wewe Muislamu inabidi ujihimize nacho? Jihimize sana wewe ambaye uliyeswaumu kufuturu tende za rutab. Ukikosa chukua tamr, ukikosa tumia maji. Hivi vitu vina umuhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Umeshinda pasina kula muda mrefu, kwa unapotumia tende ya rutab inakuja kurudisha vile vitu ambavyo vimekosekana mchana wako wa swaumu. Vinakuja kurudia. Kuna maproteine, kuna masukari fulani ambayo yatakuwa yamerudia humo ndani. Kwa hiyo jihitamu na huyu mwelekezo wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wanavyotuambia shauri wa watu wa afya, wakati mtu aliposwaumu futuru rutab. Ukikosa rutab tumia tamri. Ukikosa tamri tumia maji kama jinsi Mtume alivyotuelekeza. Ikiwa kwamba vile utakosa hivi vitu vyote, basi tumia kinywaji kingine au juisi ya matunda ambayo ina ladha ya sukari, ambayo ina sukari, kama vile burtukal, kama vile juisi ya chungwa au aljawafa, ambayo tunasema pera, au utumie tin au zabibu, au uchukue maji ambayo yamechanganyika ndanimo asali. Vyovyote takavyokuwa, sawa iwe asali nyeupe ama iwe asali nyeusi, uchange maji ndivyo uanze kufuturu kabla ya kujaza tumbo kwa chakula. Hivi vitu vinasaidia katika afya ya mwanadamu. Kwa hiyo Muislamu, Sheikh anasema ijtahid an tutabbiqa hadhihi sunnata fi an tashtiya rutaban lilfitr. Jitahidi hii sunna kuiweka katika matendo. Ununue tende za rutab kwa ajili ya kuwa nafuturu. Fa in lam tajid ar-rutaba fashtari tamran. Kama ukupata tende ya rutab basi nunua tamr. Fa in lam tajid faftur ala al-ma.
Kama hukupata basi tumia maji. Jambo la pili, idha aftarta min as-siyami fad'u bima jaa fi al-hadith an ibn Umar radiyallahu anhuma qala. Utakapofuturu sasa unatoka kwenye swaumu, omba kwa yale ambayo yalithibiti katika hadithi ya ibn Umar, Allah amridhie yeye na babake, akisema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha aftara qala, kwamba mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akifuturu alikuwa akisema dhahaba dhama'u, kwamba kiwi kimeondoka, wa betallatil uruqu, na mifupa imelinika kwa kurowana, wa thabata al-ajru insha Allah, na malipo yatakuwa yenye kuthibiti Allah akipenda. Rawahu Abu Daud. Hadithi amepokea Abu Daud, na kwenye hii hadithi fihi dha'f, kuna dhaifu fulani, lakini mimbabi dua inajuzu kuitumia, mimbabi dua inajuzu kuitumia. Jambo la tatu, ajil al-fitra min as-sawm, harakia kufuturu fawra ghurubi ash-shamsi wala tataakhar, harakia kufuturu kwa haraka pale pindi tu jua linapozama, harakia kufuturu wala usicheleweshe. Kwa hadithi ya Sahal ibn Sa'ad kwamba mtume alayhi salatu wasalam kasema la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Watu hawatoacha kuwa kwenye khairi maadama tu wanaharakia kufuturu. Wewe ukiharakia kufuturu basi upo katika khairi. Adhana imetoka, harakia kufuturu. Naftari ni kile kitu cha kwanza mtu unaweka kinywani. Chukua tende ya rutab, weka kinywani. Hauna chukua tamri, weka kinywani. Hauna tumia maji. Kisha ndio kasali. Ukitoka kusali ndio uje kutumia chakula chako kama jinsi unavyohitaji kutumia, lakini kwa kiwango maalum. Ama jambo la 4, litakun mimman yuajjilu al-iftara min siyamihi wa yuajjilu as-salata, uwe miongoni mwa watu ambao wanaharakia kufuturu, na uwe miongoni mwa watu ambao wanaharakisha sala yao, yani wanaharakia kusali. Unafuturu kwanza tende yako ya rutab, kisha unakwenda kusali. Wala takun mimman yuakhir al-iftara was-sala, usiwe miongoni mwa watu wenye kuchelewesha kufuturu na kuchelewesha sala kama wanavyofanya mashia. Hadahumullah, hadana Allah wa iyahum. وقد قال عطية، أنا سمع عطية، دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها. عطية أنا سمع نمينجيا ميمنا مسروق عائشة الله مرضيه، فقلنا تكسيما يا أم المؤمنين، هو ماما ووميني، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، watu wawili katika masahaba wa mtume sala na salam zimwendee yeye na watu wa nyumbani kwake. Ahaduhuma yuajjilu al-iftara wa yuajjilu as-salat, mmoja kati ya hao watu wawili anaharakia kufuturu na mwingine yeye anaharakisha kusali, yani anaharakia kusali, yani mmoja anafuturu kabla ya kusali futuru. La, ahaduhuma yuajjilu al-iftara wa yuajjilu as-salah, mmoja wao anaharakia kufuturu na pia anaharakia kusali, yani anafuturu mapema na anasali mapema, yani kwa wakati, sio mapema eti usali kabla ya bimaana alipotoa azana akaanza kufuturu kisha akasali. Wal akhar yuakhiru al-iftara yuakhiru as-salah, na mwingine anachelewesha kufuturu na anachelewesha sala. Qalat Aisha kasema ayyuhuma alladhi yuajjilu al-iftara wa yuajjilu as-salah, kati ya hao watu ni nani ambaye anaharakisha kufuturu na anaharakisha kusali? Qala, akasema Atiya, qulna, tukasema Abdullah, yani ibn Mas'ud, ambaye anafuturu mapema, yani wanatoa adhana kisha anafuturu kisha anasali, ni Abdullah ibn Mas'ud. Qalat Aisha akasema kadhalika kana yasna'u Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hivyo ndivyo alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Rawahu Muslim. Na hii hadithi ipo wazi kabisa kwamba mashia wanakhalifu mwenendo wa mtume alayhi salatu wasalam. Yoyote ambaye atakayechelewesha kufuturu anakhalifu mwenendo wa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Mtunzi wa kitabu akasema waltakun salatu al-maghrib ba'da an tuftira, sala ya magharibi iwe baada ya kufuturu, tumia tende kisha ndo usali.
lifi'lihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kuigia kitendo cha mtume alayhi salatu wasallam. Jambo la tano, qum bi taftiri saimina an tuyassira laka litahsul ala mithli ajri man fattartahu. Simama kwa mfuturisha aliyefunga, ili iwe na urahisi, ili upate urahisi wa kuweza kupata malipo mfano wa ujira wa yule ambaye ulimfuturisha. Mnapata malipo sawa sawa. Una malipo yako ya kuswaumu na unapata tena malipo ya kumfuturisha mwenzako. Kumfuturisha mtu sio kumpa chakula. Na hapa tutanabahi. Unamwalika mtu iftari kwako. Mtu anakuja ameshakula zake tende kule penye alitoka. Kule ndo iftari. Kumbe kitu cha kwanza na tende aianzie kwako. حديث زيد بن خالد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما ambaye kumfuturisha aliyeswaumu kana lahu mithlu ajrihi, basi mtu huyu atakuwa na mfano wa ujira wa yule aliyeswaumu. Annahu la yanqusu min ajri as-saimi shay'a, hapatopunguka chochote katika malipo ya mwenye kuswaumu. Bimaana aliyeswaumu na malipo yake na wewe uliyemfuturisha malipo pia. Rawahu Tirmidhi wa sahahahu Imam Tirmidhi. Jambo la sita, qad ja'ala Allahu laka ayuha as-sa'im farhatayn. Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia, amekuwekea furaha za aina mbili. Kupitia hadithi ya Abu Huraira utazijua hizo furaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwenye hadithi al-Qudus. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu amali ibn adama yudha'afu al-hasanatu 10 amthaliha ila 700 dhifin. Kila matendo ya mwanadamu yanaongezwa wema wake mpaka kwenye 10 na zaidi hadi kufika kwenye 700. Qala Allahu azza wa jalla, Allah anasema illa sawma, isipokuwa swaumu, fa innahu li wa ana ajzi bihi, hakika mimi ndiye ninayelipa swaumu, hakika swaumu ni ya kwangu na mimi ndiye ninayelipa. Mwanadamu anafanya nini? Yada'u shahawatahu wa ta'amahu min ajli, mwanadamu anaacha vitu vyake vya matamanivu, anaacha chakula chake kwa ajili yangu mimi. Lisaimi farhatani, mwenye kuswaumu yuko na furaha mbili. Farhatun inda fitrihi, ana furaha wakati anapofuturu, bimaana wakati unapotoa adhana ukafuturu mtu anakuwa ni mwenye furaha, na wakati pia Ramadhani itakapomalizika pia mtu anakuwa ni mwenye furaha. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, na furaha nyingine ni wakati atakutana na Mola wake. Wala khalufu fihi atyabu inda Allahi min rihil miskin, na rehe ya kinywa cha mwenye kuswaumu ni nzuri mbele ya Allah kuliko rehe ya miski. Rawahu Muslim. Mtu anapokuwa miswaumu, mara nyingi rehe ya kinywa huwa inabadilika kwa ule ukimya, kukaa kimya muda mrefu, vitu kama hivyo inapelekea rehe ya kinywa kubadilika. Hii rehe mbele ya Allah itakuwa na rehe nzuri kuliko miski. Rawahu Muslim. Ama jambo la saba, samillaha inda iftarika, mtaje Allah wakati unapotaka kufuturu. Wa ahmadillaha ta'ala ba'da iftarika, na umuhimidi Allah baada ya kufuturu kwako. Sema bismillah wakati utakula. Ila kuna mtu mwingine anaweza akaomba dua kama gisi tulivyozoea ile ya kusema Allahumma lakasumtu, kisha kimaliza hapo anakula bila kusema bismillah. Au mtu anasema dhahaba dhama wabtalat al-uruq, kisha anakula bila kusema bismillah. Na dua inasemwa baada ya kufuturu au hata kabla ya kufuturu. Hadithi ya Umar ibn Abi Salama kasema, kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa mtoto mdogo nikilelewa katika nyumba ya Mtume, sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfa, mkono wangu ulikuwa ukipita kwenye sahani. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akanambia, ya ghulamu samillah, ewe kijana mtaje Allah, wa kul biyaminika, na ule vilivyokuwa mbele yako, na ule kwa mkono wako wa kulia, wa kul mimma yalika, na ukule vilivyokuwa mbele yako. Fama zalat tilka ta'imati ba'd, anasema huyo kijana Umar ibn Abi Salama, nimeendelea na mfumo huo, bimaana katika vyakula vyangu vyote ilikuwa hiyo ndo mfumo, namtaja Allah
kisha nakula kwa mkono wa kuume, kisha nakula vilivyokuwa mbele yangu. Rawahu Muslim. Hadithi nyingine ya Anas ibn Malik kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna Allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha. Allah subhanahu wa ta'ala anamridhia mja wake pindi atakapokula chakula kisha akamhimidi Allah baada ya kile chakula. Umekula kitu chochote cha umekula tende, baada ya kula ukasema alhamdulillah. Umekula wali, baada ya kula ukasema alhamdulillah. Umekula tunda lolote, baada ya kula ukasema alhamdulillah, Allah anakuridhia. Au yashraba shurbata fayahmaduhu 'alayha. Au mtu amekunywa maji, kinywaji chochote kile umekunywa, baada ya kunywa ukasema alhamdulillah, Allah anakuridhia. Rawahu Muslim. Tazama hizi fadhila watu tunazitupilia. Jambo la 9 ambalo ndo la mwisho, idha kunta saiman fa akthir min ad-du'a. Ukiwa ni mwenye swaumu, kithirisha katika kuomba dua. Omba dua kipindi cha swaumu. Miongoni mwa sababu za mtu kujibiwa dua yake ni kipindi mtu anakuwa yuko ndani ya swaumu. Kupitia hadithi ya Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, 3 da'awatin la turad. Dawa au dua aina 3 hazirejeshwi, hazikataliwi, yani zinapokelewa. Da'watul walid, dua ya mzazi. Dua ya mzazi kwa mtoto wake. Wazazi waombeeni dua nzuri watoto zenu. Wazazi waombeeni mafanikio watoto zenu. Wazazi mwakumbuke watoto zenu. Wa da'watus saimi, na dua ya mwenye kuswaumu. Wewe uliokuwa umeswaumu, jikumbuke kujiombea dua. Waombe ndugu zako dua. Wa da'watul musafir, na dua ya yule ambaye yupo ndani ya safari. Rawahu al-Baihaqi wa hasanahu Sheikh al-Albani. Hadithi imepokea Imam al-Baihaqi. Kwa hiyo kumbuka kuomba dua wakati uko kwenye swaumu. Dua ya wazazi inapokelewa. Dua ya mwenye kuswaumu inapokelewa. Mzazi upo ndani ya swaumu, una sababu 2 za dua kupokelewa. Wakumbuke watoto zako kuwaombea dua. Uko ndani ya swaumu, unakuwa umekusanya vitu viwili. Kwanza umeomba dua upo ndani ya swaumu, alafu jambo lingine pia uko mzazi. Wazazi mwakumbuke watoto zenu, muombe watoto zenu dua. Hadha billahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.